maisha yangu yana wewe Mungu, tumaini la moyo wako mimi nimeliweka. Bunji. Karibu. Sana kwa niaba. Jamani, habari za asubuhi. Shikamoni kwa wakubwa, kwa wadogo na baba, lakini wale tunaokaribiana, habari za asubuhi. Kwa niaba ya hili kundi lililoko mbele yetu, labda mlifahamu kidogo, tunasema ni wahitimu, wanafunzi waliowahi kupita shule ya Simba wa Yuda. Miaka nenda na miaka rudi, ambao tumekusanyika sasa hivi tunasherehekea miaka 20 tangu kuanzishwa kwa shule ile ya Simba wa Yuda. Kwa hiyo tutasema katika wiki hii au jumuiya ya kuadhimisha miaka 20 tupate walau muda wa kufanya matendo ya huruma, lakini pia kutembelea wahitaji na wagonjwa, kuwatia moyo, lakini pia kuwapa neno la faraja na tumaini katika kipindi kigumu ambacho wanapitia. Amina. Kwa kifupi, hiyo ndio historia ya kundi hili lililoko hapa mbele yenu, kwa mabinti lakini pia na kwa vijana. Kuugua ni moja ya changamoto ambazo tunazipitia kila siku. Uwezo utakwepa kuugua kwa sababu tuko duniani na dunia imejaa mambo mengi. Kunapokucha mambo ni mengi. Unaugua, unauguza, unafanya nini, yani mambo ni mengi kwa kweli. Lakini hayo yote yanakuja au yanampata mtu wakati mwingine Mungu anayaruhusu ili yeye atake kujitukuza. Anaruhusu upatwe na ugonjwa ili Mungu ajulikane kwa wengine kupitia maisha yako ambayo wewe au huo muda ambao unaupitia na changamoto ambazo uko nayo. Kwa hiyo tusiwe watu wa kulaumu kwamba kwa nini ninaugua, kwa nini ninaugua. Cha msingi unapokuwa unakumbana na matatizo kama hayo, kuuguza, jambo kubwa ni kuendelea kumtegemea Mungu na kumtumaini yeye, kwa sababu yeye ndiye anayejua mfumo mzima wa mwili wetu, maisha yetu, afya yetu, ni yeye pekee. Kwa hiyo sisi tuwatie moyo kwamba msije mkajisikia sana kwamba kwa nini tumekuwa sisi. Endeleeni kumtegemea Mungu, endeleeni kumwomba Mungu, na sisi tutaendelea kufunguka katika maombi kwamba Mungu awajalie afya njema na uzima na muweze kurejea nyumbani, muendelee na shughuli zingine. Labda tumshukuru Mungu kabisa. Mungu wetu, tunakushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa kuturuhusu kuwepo mahali hapa. Asante Baba kwa kutukutanisha na watoto wako ambao wanajisikia vibaya. Tunawakabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunaomba afya na uzima juu yao. Asante kwa maisha ambao wanayapitia, na pengine wakati mwingine wanakata tamaa kwa sababu ya shida mbalimbali ambazo wanakumbana nazo. Lakini asubuhi ya leo tunawakumbuka, tunawaleta mikononi mwako. Wewe uliye tabibu mkuu, uliye mganga mkuu, uliye mweza wa yote. Bwana Yesu, simama ukawatetee, kahusike na afya zao, kahusike na maisha yao. Tumaini letu liko kwako, na tunaamini ya kwamba Mungu haushindwi na jambo lolote. Asante Bwana Yesu kwa sababu utaendelea kuonekana kwao. Tunapoendelea kuwasalimia, tunapoendelea kuzungumza nao na kuwatia moyo, endelea kusimama na kuwa pamoja nasi. Lakini kwa hiki kidogo ambacho tumekiandaa, Bwana Yesu, tunaomba kikafanyike baraka kwao, lakini pia uendelee kutubariki na kutuinua sawa sawa na mapenzi yako. Tunawakabidhi pia mikononi mwako wafanyakazi wote, wauguzi ambao wanaendelea kuwahudumia na kuangalia. Bwana Yesu, endelea kuwatia moyo, endelea kuwainua, endelea kuwajalia afya na uzima. Wasisaidie kufanya kazi sawa sawa na mapenzi yako, na kila mmoja asimame kwa nafasi yake akijua kwamba anafanya kazi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Utawasaidia, utawainua na utaendelea kuwa pamoja nao. Tubariki sote katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Karibu Bwana, nitakusifu wewe tu na nitakutukuza. Nitapolemewa na mizigo, magonjwa na mateso, sina wasiwasi tena. Nipitapo uvuli wa mauti Bwana, gongo lako
na fimbo yako inanifariji Bwana. Umenifanya wa thamani, umenitoa matopeni. Kwa vijana hawa ambao wamejitoa kwa vitu vyao, mchango yao, maombi yao Baba wa mbinguni, kuja kuwaona wagonjwa. Tunaamini Baba matendo ya huruma hata wewe uliyatenda. Mfalme wa amani, naomba uwaongoze. Uzidi kuwatia nguvu, uzidi kuwapa moyo wa kuweza kusaidia hata wengine Baba huko waliko. Tazama Baba, ni vijana, inawezekana wengine hawajapata ajira, wakihangaika, wakitafuta ni namna gani waweze kupata kazi. Baba wa mbinguni, wanapokuwa wamekusanyika namna hii na kutenda matendo ya huruma, usiwapungukie Baba wa mbinguni. Watie nguvu, wasaidie Baba, siku moja wakafanye makubwa zaidi ya haya katika familia zao na katika jamii. Wanapoondoka Baba wa mbinguni, naomba utembee na kila mmoja. Ulinzi wako Baba usipungue juu yao. Wasaidie hata wenye familia Baba, wasaidie hata wenye ndoa zao ili waweze kudumu katika ndoa zao, na uwape uaminifu Baba wa kuweza kukutegemea wewe katika maisha yao. Baba wa mbinguni, tunajiweka mikononi mwako, tukiamini kwamba haya yote walioyaomba na tulioyaomba na nilioyaomba utatenda sawa sawa na mapenzi yako. Ni katika jina lako Baba, amen. Amen. Umenikunguta mavumbi, ukanibariki. Umenifanya hodari, ukanipa ujasiri. Niliyekuwa sifai, umenibariki.